Ni kwenye chumba kimoja cha mtihani ambapo tunaona wanafunzi wakiwa busy kufanya mtihani wao wa hesabu, na kwa atakayefeli mtihani huo basi adhabu yake inakuwa ni kifo. Kuna story gani hapa? Na kusii kaa kwa kutulia na unisikize kwa makini mwanzo mpaka mwisho wa kisa hiki cha kusisimua. Here we go. Okay, tuanze. Inasemekana wakati ujao rasilimali zitakuwa chache sana kutokana na ongezeko kubwa la watu. Kukabiliana na hilo, Umoja wa Nchi za Ulaya yani UN ikahitaji kila nchi kupunguza 5% ya idadi ya watu kila mwaka. Hivyo nchi ya Marekani ikaja na mpango kwamba kila mwaka wanafunzi wanabidi kufanya mtihani wa mchujo, na kwa ambaye atafeli mtihani huo basi adhabu yake inakuwa ni kifo. Mpango huu ulijulikana kama Operation Punguza Viraza ili kubaki na gifted people, yani watu wenye akili tu. Kuna huyu bidada anaitwa Laina, ni mmoja kati ya wanafunzi vipanga nchini Marekani. Anaishi na wadogo zake wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Mama yao ni mgonjwa sana, yuko hospitalini, hivyo yeye ndiye amebaki kama mwangalizi wa familia. Leo hii tunamwona akiendelea kumfundisha bwana mdogo mmoja aitwaye Simon. Anaendelea kumshikisha formula mbalimbali za hesabu, maana wana mtihani siku inayofuata. Ila bwana mdogo ubongo wa panzi, hakuna kitu yoyote inayoingia kichwani mwake. Bwana mdogo Simon anasema, "Aisee mamsi, hakuna kitu yoyote inayoingia kwenye kichwa changu aisee. Network bize." Hivyo bwana mdogo anamuomba bidada Laina alete Bukavu, yani amsaidie kifaa kitakachoweza kumsaidia kwenye chumba cha mtihani. Ila bidada Laina anaonesha kugoma. Bwana mdogo akachomoa sasampa na kumpatia. Hapo vipi? Hapo sawa. Nani akatae hela? Bidada Laina akazichukua. Bidada Laina anampatia Bukavu na kumsii awe makini asije akakamatwa navyo kwenye chumba cha mtihani. Ni vifaa fulani hivi kutokea Kongo ambavyo vinavaliwa kwenye mboni za macho na hesabu zinajipiga tu zenyewe, unabaki kukopi majibu. Hatari. Hayawi hatimaye akatimia. Ile siku ya mchele kupikwa na wali kupakuliwa, yaani vipanga na viraza kujulikana, ikafika bana. Hivi wanafunzi kutoka katika miji mbalimbali nchini Marekani pamoja na vitongoji vyake wanakusanyika mpaka kwenye jengo moja kubwa lenye security ya maana. Kuna hao wajuba hao wamevalia nguo za msiba, yaani nyeusi. Kwa atakayezingua kazi anayo leo. Kidogo tunamwona bwana mdogo Simon akijisogeza taratibu kwenye eneo la tukio, huku akiwa amevalia Bukavu, yani vifaa vyake vile. Ila kwa bahati mbaya kuna mtu anampushi na vifaa vile vinadondoka. Ikabidi aanze kuvitafuta pale. Alipopiga jicho upande wa pili, mjuba huyo hapo na sare zake za mazishi. "Una shida gani bwana mdogo? Mbona umezubazuba hapo? Tembea." Bwana mdogo Simon akaona isiwe kesi, ngoja aende tu, kitaeleweka huko kwenye chumba cha mtihani. Wazazi waliendelea kuagana na watoto wao pale, maana wanajua shughuli wanaoenda kukutana nayo ni ya kufa na kupona. Aidha arudi au asirudi, yani do or die. Kuna huu mwamba anaitwa Break ambaye ni mtoto wa kipekee wa governor nchini Marekani. Ana mchumba wake anaitwa Ellie. Na leo hii akiwa ni mmoja kati ya watahiniwa wanakwenda kufanya mtihani wa leo, anamfuata bidada Laina na kumwomba amsaidie kifaa kitakachoweza kumsaidia kufanya mtihani wake kwa urahisi kabisa, yani kifaa mseleleko. Bidada Laina anamwambia vimemwishia, maana alikuwa nacho kimoja na kuna mtu ameshampatia. Break kusikia hivyo ikabidi aondoke pale. Kidogo anafika mwamba mmoja aitwaye Kilan, mpanga kwa bidada Laina. Huyu mwamba ni bonge la haka, anaweza kuingilia mfumo wowote na usijue. Muite mzee wa system. Muda kidogo wanafunzi wote wanaamrishwa wapange mstari kwa ajili ya ukaguzi. Wanafunzi wanaendelea kukaguliwa pale kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, yani uulizi wa sasa hivi kiboko. Yani walizi wanampaka kifaa kinaitwa TAG, yani Tools Assistance Guard, yani ni kifaa maalum kwa ajili ya kubaini udanganyifu wote unaotakiwa kufanyika. Kwa wale wenzangu na mimi sasa wanaopenda kuingia na vibuti mshenzi, kazi wanayo leo. Yani ukicheza tu kidogo umeshikwa. Wakati ukaguzi unaendelea, mlinzi anafanikiwa kumkamata mwanafunzi mmoja akiwa na program kwenye mkono wake, ambapo kwa macho ya nyama huwezi kujua wala kugundua. Mwanafunzi yule baada ya kuona ameshtukiwa akaanza kula chocho. Kilichofuata ilikuwa ni virungu tu. Upande wa pili huku Break anafanikiwa kukutana na chombo yake, yani mai wake, na kumtia moyo sana, maana alikuwa ni mwenye wasiwasi sana juu ya mtihani wanaoenda kuufanya. Anamtuliza na kumsihi kwamba Mungu atawasaidia, watalivuka tu. Baada ya wanafunzi wote kuingia ndani, jengo linapigwa lockdown ya maana kama uwanja wa Santiago Bernabeu, nobody in nobody out. Tunakuja mpaka kwenye chumba cha mtihani, wasimamizi wanaanza kutoa maelekezo pale. Msimamizi namba 1 anasema, "Habari za muda huu. Ni matumaini yangu kila mmoja amejiandaa vya kutosha.
Nachohitaji mtambue wanangu, haijalishi nini kitakachokwenda kutokea leo. Najivunia kuwa na nyie. Anaendelea kwa kusema mtihani hautakuwa mwepesi, lakini haujalenga kuwafanya wafeli. Kinachohitajika ni umakini, kusoma maswali kwa utulivu na kupata majibu sahihi. Haijalishi jambo ni gumu namna gani, hivyo watambue siku zote ipo njia ya kutokea. Msimamizi namba 2 anaongezea nyama pale na kusema mtihani utakuwa ni wa masaa 2, hivyo hairuhusiwi kuongea, kuibia kwenye chumba cha mtihani. Yaani macho yako yanabidi yawe mbele, yaani macho pamoja na pepa yako ndio vitazamane. Msimamizi namba 2 anaendelea kwa kusema mtihani huu umelenga kuwapima uwezo wa maarifa yao, na sambamba na hilo matokeo yao yatakuwa mubashara muda mchache baada ya kumaliza mtihani, na mbivu na mbichi zitajulikana wakati huo. Patamu hapo. Msimamizi anaamuru mtihani uanze na taa zote zinazimwa na taa maalum kwa ajili ya kufanyia mtihani zinawashwa. Mtihani unaanza na kila mwanafunzi anakuwa bize kufanya mtihani wake. Baada ya muda fulani, msimamizi anatoa tangazo kwamba imebaki dakika 1 tu mtihani kuisha, hivyo kila mwanafunzi akague pepa yake vizuri kabla ya kukusanya. Baada ya dakika 1 kupita, msimamizi namba 2 anatoa tangazo, muda wa kufanya mtihani umekwisha. Wanafunzi ni kushusha pumzi tu. Tukija upande wa pili huku tunaona kamati ya roho mbaya, wazee wa maamuzi magumu, wakiongozwa na sura ya kazi muite Kamanda Usofia Dudu Baya aka Chinja Chinja. Tunaona wakiendelea kusahisha mitihani na kupanga matokeo. Tukirudi kwenye chumba cha mtihani sasa, msimamizi namba 2 anatoa tangazo kwamba matokeo yako tayari, hivyo kila mmoja akae mkao wa kula. Patamu hapo. Niombe ukisikia jina lako unainuka juu. Hii ndio ile moment kama unasubiri majibu ya ukimwi hivi. Donald Green anachukuliwa na walinzi pale. Kellen Jaffrey naye anabebwa. Marcus, usiniguse tafadhali, usiniguse. Twende huko, twende. Sasa katika kutajataja majina akatoja chali fulani hivi aitwaye Lenvik. Akasema we usinitanie, mbona kama picha la Sobibo hivi. Akaanza kula chocho. Ili anakula chocho virungu ili iwe funzo kwa wengine. Kerry naye operation somba ikapita naye. Peter Strand naye ikamsomba. Last but not least anatajwa El Alpa ambaye ni girlfriend wake na mai wake mwamba wetu break. Kazi ipo leo. Mwamba kana angalia tu, mali hiyo inaondoka. Kwa wanafunzi wote waliobaki wanaambiwa wamefaulu, hivyo wajiandae na mtihani mwingine mwakani. Patamu hapo. Itakuwaje? Usikose nafasi inayofuata. Yajayo yanafurahisha.